Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ndugu zangu watu wa Mitishamba Online TV, leo tumekutana somo zuri kabisa kutokana na faida za salfa, faida za kibiriti upele kiafya, kitiba, katika kutibu maradhi yetu mbalimbali na pia katika kutibu maradhi ya kishetani. Ndugu zangu, hii salfa ambayo watu wengi tunaifahamu kwa jina la salfa huwa katika asili ya unga kama huo, ingawaje zingine zipo katika asili ya brok, mfano kama vile vijue fulani hivi, then husagwa ndipo upatikana hii salfa ambayo ilikuwa ni powder. Sawa? Hii salfa tumezoea sisi Waswahili kuiita kwa jina la kibiriti upele. Tunapozungumzia kibiriti upele tunazungumzia dawa moja ambayo ina asili ya njano, lakini ukiishika ina asili ya kuruza kama unga fulani hivi, lakini ukinusa ina kiji harufu fulani. Lakini ukiwasha hii kibiriti upele asili yake huwa inatoa zile flames ambazo zinakuwa katika rangi tofauti tofauti, obro, unjano na wekundu fulani. Tunapozungumza flame, kwa watu ambao wamesoma form 1 somo la chemistry watakuwa wanafahamu. Sawa? Watakuwa wanafahamu katika mazingira hayo. Moto unapowasha huwa una miale ya moto, inatokea na nyingi sana, lakini hii kibiriti upele ukiwasha huwa inatoa miale ya moto ambayo ni rangi tofauti tofauti. Inaweza kaja kama kijani fulani hivi, inaweza kama njano fulani, inaweza kama bulbulu fulani, inaweza kama vile ndio ipo hivyo yani. Umeelewa? Lakini harufu yake, ule moshi utapounusa ni harufu kali sana, harufu ambayo kinga kwenye mapafu lazima takoa, ukinusa lazima takoa, na yenye kukwaruza kwenye kifua. Ni dawa nzuri sana. Dawa hii naikumbuka kwa mara ya kwanza kuishuhudia, nilishuhudia kwa mwalimu wangu mmoja anaitwa Hashim. Sheikh Hashim huyu ndio shekhe wangu ambaye alinifundisha elimu hii kwa mara ya kwanza kabisa, masuala ya ruqya shar'ia. Sasa huyu Sheikh Hashim alikuwa anapatikana mitaa ya Tabata da West, ndiye ambaye alikuwa anachukua sisi wadogo pende hicho tunaenda kuwasomea watu visomo vya ruqya, lakini shekhe akiwa pembeni yetu. Sawa? Sasa katika hii kibiriti upele huwa tulikuwa tunaitumia sana kuwapa wagonjwa wetu kwa kuichoma baada ya kupandisha maruhani yao. Sasa tunatumia sana kama miongoni mwa njia ya kuadhibu mashaitani. Mashaitani wanaadhibiwa kupitia hii kibiriti upele. Kivipi? Kwa sababu mashaitani harufu ya hii kibiriti upele huwa ni yenye kuwaumiza. Harufu ule moshi wake huwa unaumiza, na harufu huwa inaumiza. Mashaitani tunakusudia majini. Sawa? Ni watu naambiwa sana usikurupuke kuchoma ovyo. Kama utakuwa mtu ambaye hujamtawakkal Allah kupata ulinzi wake, huenda kukudhuru. Sasa hii kibiriti upele ina faida nyingi sana. Sasa miongoni mwa faida ambazo tunatumia katika kibiriti upele ni faida moja hapo, ni kwamba huwa tunatumia kibiriti upele katika hali ya kuadhibu mashaitani ambao walikuwa waasi. Unapandisha shaitani katika mwili wa mwanadamu, unamlingania, unamsomea Qur'ani, hakusikilizi, anakudharau, basi unatumia kibiriti upele katika hali ya kuichoma, kisha unamfukiza. Ule moshi ukimpata yule shaitani, mwenyewe atajua cha kuzungumza biidhnillah. Ila kabla kufanya yote hayo, mtawakkal kwanza Allah kwa kutaka ulinzi kwa Allah, lakini la pili, hakikisha usifanye pasina elimu. Kuna watu huwa wanadhuriwa na majini au mashaitani. Usifanye pasina elimu. Usikurupuke kwa sababu tu mtu anazungumza masuala ya kibiriti upele ukaja kujiwashia tu, mtu akapandisha anajiwashia tu, atatoka kule atakuja atakuzuru. Sawa? Kwa hii kitu iende kwa elimu. Kwa miongoni mwa kazi ya kwanza kibiriti upele nilipenda leo nielezee hapa ni katika kazi ambayo tunaitumia sana katika kuadhibu mashaitani, yani kuwatesa mashaitani au kuwaunguza mashaitani. Sawa? Hiyo ni kazi ya kwanza ya hii kibiriti upele. Lakini miongoni mwa kazi nyingine ya kibiriti upele huwa tunatumia sana kuwavunja nguvu au kuwatenza nguvu mashaitani. Unatenza nguvu vipi mashaitani? Unatenza nguvu mashaitani katika hali ya kuchukua kibiriti upele kisha ukawa unamlisha yule mashaitani. Mfano, kuna mtu amepandisha shaitani. Baada ya kupandisha shaitani anapiga kelele sana au anasumbua sana watu. Basi cha kufanya wewe, chukua
njia hii moja tu. Chukua kibeti upere ile, isomee baadhi ya aya ambazo ni za ruqya shar'iyya. Kwa wale wasomaji wa ruqya watakuwa nafahamu, maana ruqya ni zinguo la kisheria. Sawa ruqya shar'iyya ni zinguo la kisheria, yani uponyaji ule wa kisheria, kwa maana kwamba kwa kufuata taratibu wa dini. Sasa utachukua kile kibeti upere. Baada ya kuchukua kile kibeti upere, cha kufanya ni kitu kimoja. Utakaa chini ukiwa na udhu wako, utasomea sura hizi miongoni mwa sura katika sura zenye miongoni mwa sura au miongoni mwa aya katika zile aya za ruqya. La hasha, huwezi. Kuna aya zipo nyingi. Sawa kuna aya zipo nyingi. Kuna aya za kuangamiza, kuna aya za kusoma kwa ajili ya kujikinga, kuna aya za aina nyingi sana. Sasa soma kulingana na tatizo la huyo mgonjwa wako, kisha baada ya kuchukua kasomea. Baada ya hapo pulizia vijimate kwa mara ya mwisho. Utapomaliza tu, baada ya hapo changanya na maji kidogo, mpe yule mwenye shetani ayanywe. Kama shetani anakusumbua sana, soma. Baada ya kusoma, tia nia zako, ya Rabbi, huyu shetani anasumbua, ana muda mrefu shetani anasumbua watu, anapiga kelele, hamwachi huyu. Ya Rabbi, tumesoma lakini bado. Nakuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wewe ni mwenye kujua ghaibu na siri zote unazifahamu wewe Mola wangu. Basi hii aya au hizi aya nazosoma katika hii dawa, na mnywesha huyu au namchomea huyu, na kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala muondoshe shetani, muumize huyu shetani, muadhibu huyu shetani, apate kutoka katika mwili wa huyu mtu. Baada hapo mnyweshe, au baada hapo mfukishe. Kwanza yeye kunywa nini zinawezekana asinywe. Simela vizuri, ataogopa atakunywa yenyewe. Lakini kama atakunywa hawezi, mwagie. Insha Allah atakuja takaa biidhnillah ta'ala. Naeleza vitu hivi, nimeamua kueleza vitu hivi kama sadaka tu, lakini sio kama vitu tunasema tunabahatisha. Ni vitu ambavyo tunavifanya mara kwa mara, na ni vitu ambavyo vinatokea sana. Kwa wale wasomaji wa ruqya au matabibu wenzangu, mtakuwa mnafahamu. Kama tabibu na hichi cha kutokea, acha comment yako hapo. Ila ni kuombe tu, kabla hujasubscribe usahau kusubscribe. Kumbuka hii ni elimu ya mitishamba, lakini pia tunaelezea mitishamba hapa katika namna tofauti tofauti. Ninachokuomba tu subscribe, share video zetu kadri vile wezavyo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.